Mbunge wa upinzani Charles Ong'ondo Were alipigwa risasi na kuuawa Aprili 30 jijini Nairobi. Polisi nchini humo wanachunguza ni nani aliyetekeleza tukio hilo na ni kwa sababu gani. Mahoji yake yameleta kumbukumbu ya baadhi ya watu mashuhuri ambao pia waliuawa katika mazingira kama haya. Mwaka 2015 George Muchai aliyekuwa wakati huo mbunge wa Kabete pia alipigwa risasi akiwa ndani ya gari lake. Lakini baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007, wiki chache tu baada ya kuchaguliwa, Mugabe Were, pia mbunge wa chama cha ODM, naye pia alipigwa risasi na watu wasiofahamika. Lakini kama hilo halitoshi, matukio kama haya yamekwenda mbali sana. Tangu Kenya ilipojinyakulia uhuru wake mwaka 63, pindi tu baada ya miaka kadhaa, baadhi ya watu pia walipigwa risasi. Pio Gao Pinto alikuwa mwanaharakati wa kwanza na mwanahabari kupigwa risasi jijini Nairobi na watu wasiofahamika. Hata hivyo, mauaji ambayo mpaka leo yanatikisa ni yake Tom Mboya. Huyu alikuwa ni waziri mashuhuri na mwanasiasa mashuhuri ambaye alikuwa amekwenda kununua dawa, lakini alipotoka kapigwa risasi na watu wasiofahamika katikati ya jiji la Nairobi, na mpaka leo kuna barabara inayoitwa Tom Mboya kwa ajili ya kumbukumbu yake. Sasa mauaji haya yameendelea kuzua maswali kuhusu usalama wa watu mashuhuri nchini Kenya, na watu wanahoji, je, watu hawa nani anayewapiga risasi na kwa sababu gani? Maafisa wa usalama bado wanachunguza tukio la hivi punde la kuuawa kwa Charles Ong'ondo Were, na Wakenya wanasubiri kufahamu ukweli wa kilichotokea.